Kwa jina yetu kama Selasto Mwakalinga almaarufu kama Self Defense, mtaani nasema halo. Ipo hivi, madai yetu au ombi letu, kwanza kabisa nipeke ombi kwa serikali serikali yangu ya Tanzania kwamba sisi madereva bajaji jiji la Mbeya tuna kero nyingi, lakini ni kama samaki ambao wako ndani ya maji, hatuwezi kuzungumza kwa kuogopa kuyameza yale maji. Maana yake nini? Tunanyanyasika, tunateswa, tunanyonywa, tunakandamizwa, lakini kila tunapojaribu kufurukuta tupate msaada tumekuwa hatupati na hatusikilizwi sehemu, kwa asilimia kubwa sehemu nyingi. Madai yetu au maombi yetu, dai la kwanza kwa viongozi wetu, tunahitaji kujua faida ya ada kwa mwanachama, kwa sababu toka wanachama tumeanza kutanga hizi ada, hatujaiona mwanachama ada imemgusa kwa namna moja ama nyingine. Naposema sijaiona mwanachama ananufaika na hii ada. Mwanachama akifa tunachanga, mwanachama akiumwa tunamchangia, mwanachama akifiwa na baba mama mtoto tunachanga. Lakini pia ile ada sasa ambayo ni kama hisa, kwa sababu ada ni hisa ambayo ile hisa mtu anaiweka end of the day ije msaidie. Manake nini? Siku ambapo mwanachama ikatokea amefariki, itakiwa sehemu ya ile ada ambayo alikuwa anaitoa apigiwe hesabu yake, apewe mlisi wa marehemu. Aidha kama alimwandika baba apewe baba, kama ni mama inatakiwa apewe mama, kama ni mke inatakiwa apewe mke wa marehemu. Lakini sisi hatuna utaratibu wa kutoa ada kwa wanachama kwamba amekufa tunachukua ile ada tunampa. Lakini pia swali lingine ni kwamba hawa viongozi wetu toka wameingia madarakani, huu ni mwaka wa 3 ambapo sasa hivi inatakiwa waachie ngazi au wawanie tena. Hatujaikalishwa kikao chochote kusomewa mapato na matumizi na taasisi yote duniani. Yawezekana hii taasisi ya bajaji jiji la Mbeya ndio taasisi ya kwanza duniani ya kipumbavu kuwahi kutokea. Nazungumza haya nina uhakika na nazungumza kutoka maoni kabisa, sibashiri. Kwa sababu gani? Miaka 3 tumekaa tunaendesha bajaji, tunatoa ada, tunatoa faini, watu bajaji zinakuja kiingilio $100, lakini hatukalishwi, hatuiti kwenye kikao kuambia sasa, jamani, ndani ya miaka hii tuliokuwa huu mwaka sasa tuliokaa tumekusanya 1 2 3 kiasi fulani iko kwenye akaunti, kiasi fulani tulichukua kifanya 1 2 3, haikaisha hivyo vitu. Lakini pia tuliambiwa nyumba imenunuliwa milioni 76 mbele ya Mheshimiwa Tulia Ackson akiwa mbunge na mbunge wa mabunge yote duniani IPU. Mbele ya Mheshimiwa mbunge tuliambiwa ile nyumba imenunuliwa milioni 76. Leo hii hapa Mkapa tunaambia imenunuliwa milioni 45. Chenji zipo wapi? Tunahitaji kujua sasa hizo chenji kwenye 76 mpaka 45 ziko wapi? Lakini pia madereva hawana sehemu ya kupeleka kero zao kwa kusemea, kwa sababu ninavyosema hivi maana yake nini? Hawa madereva au sisi madereva tukikosea tunawajibishwa kwa mujibu wa katiba ya kwetu ya chama, lakini viongozi wetu wakitukosea hawawajibishi popote. Leo mwenyekiti anasema hivi huku kamata si Sokomatola hawaruhusiwi. Sasa hawa huku amewatuma nani? Kamata madereva huku Sokomatola mjini Sendikuu amewatuma nani? Aliyowatuma Iunga na Maviatu kwa kamata madereva nani? Yani yeye anatengeneza tatizo hapo, anafika hapa ndio kutatua kwa siasa. Yangu naitwa Joseph Peter Mkoma, ni bajaji pia ni mwanachama wa chama chetu cha bajaji. Hiki chama kina ubadhirifu mkubwa sana wa kwenye fedha. Yani mfano, naweza kupata mfano mdogo. Wakati wazo la sisi kupata ofisi lilitolewa ndani ya chama, yani tuliitishwa kikao wanachama wote, wakasema jamani, kwa hivi ambapo tunateseka tunahangaika, tupate ofisi ya chama. Na sisi tukaona ni wazo zuri, wala hatukulipinga. Tukaona ni wazo ambalo amelileta kama kijana mwenzetu, amekuja na maono ya maana ndani ya chama. Baadaye tukachangishwa shilingi 1,000. Nadhani kila chama kila utaratibu. Ndani ya chama kuna utaratibu. Baada ya kuchangishwa zile fedha, kwa sababu zile fedha hujatoa mfukoni mwako, umetoa ndani ya wanachama, ilihitaji tena baada ya kuchangishwa zile fedha kiitishwe kikao cha wanachama. Jamani wanachama, tumechangisha fedha, tumepata milioni 100.
si ndio? Baada ya kupata milioni 100, sasa hii milioni 100 tunataka tutafutie watu ambao wataenda kututafutia nyumba mbalimbali ili sisi wanachama, si ndio? Kwa sababu sio nyinyi muende kununua, kwa sababu zile fedha zimetoka kwa wanachama. Itakiwa sasa sisi wanachama tuteue wanachama wetu ambao sio viongozi, ambao tunajua kabisa hawa wataambatana na hawa viongozi kwenda kutafuta nyumba bila kuingiliwa. Sasa wao tumechangisha pesa sisi, wakajiamlia, wakaenda wakanunua nyumba. Nyumba yenyewe yani sio kama wamenunua, sio wamepangishwa, tuelewi. Sijui wamenunua kwa maelezo yao mpeji, wamenunua. Leo hii wanakuja kutuletea kitu kinaitwa deed poll. Yani kile kiapo yani wanakuletea kiapo, wanakuambia haya ni makubaliano ya ununuzi wa nyumba. Nani aliyewapa ruhusa ya kwenda kununua nyie nyumba? Tuliwapa ruhusa ya kuchangisha michango, hatukuwapa ruhusa ya kwenda kununua nyumba. Baada ya kuchangisha michango itakuwa mje kwetu sisi, mtuambie tumechangisha michango tupate kiasi kadhaa. Sisi wanachama tukae tuamue. Nyinyi viongozi mpo 10, tuamue. Tuna madereva ambao tunawaamini sisi, waungane na viongozi waende wakanunue nyumba, sio nyinyi mkanunue nyumba. Amna mtu aliwapa ruhusa ya kwenda kununua nyumba nyinyi. Kosa la kwanza hilo. Haya, kwenye mgogoro tena huo kone, kosa la kwanza inasemekana tena ile nyumba sio mali yetu. Umeona? Baada ya matatizo tena inaonekana kama nyumba sio mali yetu. Yaani umefanya makosa, wanakuja wanaongeza kosa juu ya kosa kwa sababu hakuna mtu wa kuwajibisha. Na wanajua wanaweza wakabananga fedha za wanachama wakafanya wanavyotaka, hamna mtu kwa kuwajibisha. Kuna msimu tumeishaandamana mpaka kwenda kwenye ofisi pale, kwa sababu wao wana maslahi sijui hatuelewi, na polisi wakatutawanyisha, wakasema tunataka tuchome ofisi, wakati sisi hatuna nia kuchoma ofisi, tuna nia kudai kile ambacho tumekitolea hela. Sasa wao kila sehemu tunayopita wao tayari wanakuwa wameenda kutanguliza nguvu, kwa sababu zile fedha zetu ambazo wanatuchangisha wanaenda tena kuzitumia kwenye mambo yao kutudhibiti sisi ambao tunadai. Yaani fedha yetu tuna yenyewe inatugeuza, wanaenda kutudhibiti sisi huko. Kwenye hilo sasa, maombi yenu na kile ambacho mnakihitaji ni kipi? Serikali iingilie kati kwa habari ya chama cha bajaji. Majina yangu naitwa Joseph Peter Kombe, ni dereva pia ni mwanachama wa chama cha bajaji. Ya umoja wa wanachama wa bajaji na wamiliki jiji la Mbeya. Lakini pia nje na hilo, ninaamini swala la maendeleo sio wote tutakaopenda, hilo tunalifahamu. Swala la maendeleo sio kila mtu atafurahia mnachokifanya. Jambo hili si jambo jepesi. Kwa hiyo vita ni sehemu ya mchakato wa maendeleo. Kwa hiyo niwathibitishie kama mwenyekiti na nyaraka hii, yeyote anayehitaji aje ichukue, atabaki nayo kwa ajili pia